C'est vrai hatuna kitume, chendo histoire ya famille. Usinulumize ndugu familia nitegemea mie. Kitaka nifanyia mabaya, mbele kwanza uniangalie. Hatunga vibana nitegemea bako kumu. Kutoka nchini Tanzania, mimi ni mtangazaji wako D.A. Debaba Amani, mwenye akili kama AI. Tumepokea habari za kusikitisha kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa Uvira na mashabiki wengi wamepata pigo kubwa kufuatia kifo cha msanii maarufu Gabriel Kabwe Kashindi, maarufu kwa majina ya Mr. Gave au Mr. Savimbi, aliyefariki dunia tarehe 16 Julai mwaka 2026. Kwa sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Rabi OG aliyoko mjini Kolwezi. Karibu Rabi. Hebu tuambie, wananchi wa Kolwezi wamepokeaje taarifa ya kifo cha msanii Gabriel Kabwe Kashindi? Asante sana ndugu Debaba. Mjini Kolwezi tumepokea habari ya Mr. Gave kwa masikitiko makubwa sana, na imetuma sana kama mashabiki wa Mr. Gave, na niko baadhi ya watu ambao walikuwa na mpromote muziki wake kwenda mbele. Watu wa Kolwezi, habari ya Mr. Gave imewasikitisha sana, na nimejitahidi kutembea na kamera kwa watu kaza, na wametoa ya moyoni mwao maoni yao, na kwa uhakika nilikuwa nahakikisha naona kila mtu alijitahidi kuimba hata kipande cha verse cha wimbo wa Mr. Gave. Kweli watu wa Kolwezi wamepokea kifo cha Mr. Gave kwa masikitiko makubwa sana. Asante sana Rabi. Sasa tunaomba utusaidie kuzungumza na baadhi ya wananchi na mashabiki walioguswa na msiba huu, ili tusikie maoni yao kuhusu maisha na urithi aliowacha marehemu. Ubufranga buloko nobona watoa macho niamini kikulacho kikungoni mwako wela ine mwana wa inenu ngoma tole anena majalu. Kifo cha ndugu yetu Mr. Gave ni kifo ambacho kilikuja kwa ghafla, kinatumiza na kitazidi kutumiza hadi sasa. Niwashinda hata kuzungumuza siwi tu. Wapi batu muyale banataka kuniua bure, banataka kuniua na sina maneno. Asubuhi kumekucha, macho yangu nafikija, poni zinavoda picha, maana nikionacho siamini. Ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Brino Shabani John. Mimi ni mzaliwa Uvira, ila kwa sasa nipo Kolwezi, nashamia Kolwezi. Fatana na msiba wa Mr. Gave, brother Mr. Gave pale, ni kitu ambacho sijui niseme wapi, kwa sababu niko na huzuni kwanza hapa. Huzuni niko nayo mingi sana. Kuna gistari wangu alikufa na nilikuwa nampenda sana. Alikufa tu ghafla hivi. Ilikuwa mida saa 3 ya usiku hivi, natoka kazini naelekea nyumbani, nashika telefoni, nakutana tu na hiyo na habari ya msiba mtelefoni yangu kusema no, Mr. Gave anatuacha. Wale nikajaribu kufuatilia kwenye mtandao wa kijamii, wale nikakuta. Na ndugu mtazamaji, leo tuko mjini Kolwezi na baadhi ya watu wa mjini Kolwezi tunawatembelea kujua kama msiba wa Mr. Gave waliupata aje na waliupokea aje. Ndugu, jina tunaweza kuita jina gani? Kwa majina naitwa Chance CBJG. Okay. Ndio jina yangu ile maarufu. Ndugu Chance, msiba wa Mr. Gave ulikupata, uliusikia saa gani? Ilikuwa ma 23 Mr. Gave anakufa. Okay. Ndugu mtazamaji, hapa tuko mjini Kolwezi na tuko na baadhi ya watu. Ndugu yetu ni mkaaji wa Kolwezi, ila alitokea ni mjini Uvira, na leo tuko naye hapa Kolwezi kuonesha masikitiko kaza wa kaza kwa watu mbalimbali ambao wanaendelea kufuatilia TV yetu na radio yetu. Yeah. Ndugu Chance. Yeah. Unaweza ukajua hata mwimbo mwa Mr. Gave au ulikuwa mshabiki wake wa Mr. Gave?
Mimi nilikuwa mshabiki wa Mr. Gave na nilikuwa naongea naye avant bado ya kufa. Okay, unajua hata wimbo wake mmoja unaweza kusaidia. Nyimbo hata kapela kidogo tu ya wimbo wa Mr. Gave. Nyimbo yake niligusa sana, ni nyimbo moja yeye alitupatia hapa avant bado ya kufa. Charge niko nayo. Okay. Charge niko nayo. Ndio niligusa sana. Akapela kidogo tu, ndugu mtazamaji, mwaka tufuata muda kama na huu, asikie ndugu yangu Mwako Kolwezi alikuwa na uchungu na alikuwa anampenda Mr. Gave. Yeah, naweza kuwapatia kapela. Okay. Karibu, unaweza tupatia Kaloko. C'est vrai hatuna kitume, chendo histoire ya famille. Usinulumize ndugu, famille inanitegemea mie. Kitaka nifanyia mabaya, mbele kwanza uniangalie. Nitegemea ndugu Chance. Shukrani sana na tunaona ulikuwa mshabiki namba 1 wa Mr. Gave. Ndugu watazamaji wa Dakika Media, hapa tuko mjini Kolwezi na tunaendelea kutembeza kamera yetu fasi za kuachana kutafuta watu wale wa Uvira na wakaaji wa Kolwezi waendelee kutuambia msiba wa Mr. Gave walipokea aje. Eske tusikui wanafiki juu tunaona kamera mbele yetu. Eske ulikuwa mshabiki wa Mr. Gave? Hapana ndugu, mimi sikuwa mshabiki wa Mr. Gave. Okay. Mr. Gave alituacha, ile unalijua? Ndio. Mr. Gave alituacha na ni msanii mkubwa wa Kongo. Tukisema Uvira tunakuwa tunamkosea. Ni msanii mkubwa wa Kongo. Na habari ya Mr. Gave ulipokea aje? Hata kama uko mshabiki wake, kufuatana na vizuri ambavyo alivitenda katika mji wa Uvira na nchi ya DRC. Ndio, cha kwanza mimi naweza nikapatia watu wote pole. Okay. Na habari wakati tulisikiaga, ndugu mtangazaji, habari ya kilio ni habari tu ya huzuni. Okay. Japokuwa uwe unampenda mtu na japokuwa haumpendagi, lakini kifo cha ghafla mtu akufe tu kifo cha ghafla kuna kuaga tu huzuni. Na ndipo tulipopokea habari hiyo tulijisikia saa vile tunahuzunika, nguvu zinaisha kweli. Tunabakia tunajipoze ma question. Eske ni kweli? Lakini wakati tulifanya uchunguzi tukajikuta kwamba ni kweli. Wewe ni mkaaji wa Uvira, unatokea Uvira, eske unaweza kuwa na kawimbo hata kamoja kama Mr. Gave kale unafahamu? Kwa sababu ni msanii aliyefanza vizuri katika mji wa Uvira na wimbo wake ulikuwa unapigwa hata kwa edition yote ya mji wa Uvira. Ndio ndugu mtangazaji, nyimbo za Mr. Gave kuna baadhi ya nyimbo ambazo mimi nafahamu na labda sio zote. Sasa unataka nyimbo zenye nafahamu? Tuko na besoin tunyie Mswahili yetu ya Uvira, tuko na besoin ya kapela kiloko tu ya nyimbo ya msanii ya Mr. Gave. Labda batu bako natuangalia hata Charge, Tolochana, Molo baadhi wage nyimbo yote ile tutakuwa tuna mkicho tuseme umutu ni kweli na Uvira anafahamu vizuri nyimbo za Uvira. Muko wapi batu muyale, banataka kuniua bure, banataka kuniua bure. Muko wapi batu muyale, banataka kuniua bure, banataka kuniua na sina maneno. Asubuhi kumekucha, macho yangu nafikija, oni zinavuta picha, maana nikionacho siamini. Ndio nyimbo yake moja hiyo. Na ndugu mtazamaji wa Dakika Media, mimi ni Rabi Jeremy na hapa tuko mjini Kolwezi. Tunaendelea kukiwasha na kutafuta watu wale ni washabiki wa Mr. Gave, hata ambao sio washabiki wa Mr. Gave, waendelee kutuendeza nini ambayo kimewakuta baada ya kusikia taarifa ya msiba wa Mr. Gave. Ndugu yangu, tunasikia watu mwale kutoka kwa ndugu yetu JMX Shukuru, anatuonesha upendo, anasema yeye sio mnafiki na yeye hawezi kusema uongo, kusema alikuwa mshabiki wa Mr. Gave kumbe sio. Ila kuna baadhi ya nyimbo za Mr. Gave alikuwa anazijua vizuri kwa sababu Mr. Gave alikuwa ni msanii mkubwa. Na ndugu yetu anatuonesha watu mwale, je pense watu mwale ni wimbo pendwa watu wa Uvira kwa sababu Mr. Gave alikuwa anazungumzia presque 50% ya maisha yake yeye. Ndugu yangu, tunashukuru sana kufanya interview na wewe leo. Tunafurahi sana tena sana kwa kuona ushirikiano wako na mimi. Kwa majina naitwa Reboy Chui, mtoto wa Yesu Mr. Romantic. Jina ni ndefu.
Acha mimi nibambe tu Mr. Romantic. Mr. Romantic. Yeah. Msiba Mr. Gave ulisikia saa gani? Msiba Mr. Gave ilikuwa 20h. Okay. Mimi niko nyumbani nalala. Rafiki yangu akaniandikia Big Nova, yeye ananiandikia rafiki yangu wa Uvira pale. Nasikia Mr. Gave anakufa. Okay. Nikamwambia acha bongo. Nikasema ya wasanii hiyo na niko atafuta brand wewe. Niko na watu wanaposti, mimi na posti. Nikasema mbona sasa ni kweli? Mimi nikasema hata ngoma naangalia kwa nihakikishe. Okay. Nikauliza rafiki yangu yuko Burundi, nani upo Uvira, ukamuuliza wa Burundi. Akanambia kweli, akanitumia na foto Gave anakufa. Nikahuzunika sana. Wewe ulikuwa mshabiki wa Mr. Gave au? Mimi ni mshabiki wa Shiliani. Mr. Gave ni mwenzangu ni unajua ukipenda filamu yani unampenda aktere na Devani. Sasa Shiliani Muvira na Gave walikuwa kama wako kwenye upinzani hivyo. Sasa ni kama Diamond na Harmonize. Mimi napenda Diamond na Harmonize pia. Ukimpenda Diamond itabidi ujue Harmonize alisema nini ili na wewe upate cha kusema. Au ukimpenda Cristiano ilifo ujue Messi ana magoli mangapi, ujue hapa nitamshinda mtu fulani. Sasa Mr. Gave na matumaini yangu ulikuwa unamsikia. Ndio nilikuwa msikia sana. Hakuna hata baadhi ya muziki yake hata moja ambayo unaifahamu tu. Presque 5 nazijua zote. Unaweza tupatia hata kapela ya muziki, mwimbo mmoja tu wa Mr. Gave. Obobo franga buloko ndobo na batoa macho ni mami nikikulacho kweli kinguoni mwa njakela ine mwana wa inenu ngoma tole anena majalu. Ndugu mtazamaji wa Dakika Media kutoka Kolwezi hadi Manono, tuko na ndugu yetu hapa, atajipresente kwa majina. Tutakuita kwa majina mimi naitwa Kiza Kaplata Jack almaarufu kama Mafrika. Ndugu yetu Mafrika, tuko msiba wa ndugu yetu Mr. Gave. Ulitupata wiki ambayo imepita. Tulitaka kujua ulipokea aje msiba wa Mr. Gave. Wewe kama wewe, tunajua kumkaaji wa Uvira, ulitoka Uvira, hata kama leo upatikani Uvira, unaweza kutuambia msiba wa Mr. Gave ulipata ulikuwa wapi? Mimi naamini nilikuwa naongea na jamaa wangu mmoja yupo Kampala. Okay. Sababu kuna jamaa mmoja ambaye tumesoma naye. Sasa wakati nilikuwa naongea na huyo jamaa akaniambia anaona status ya yule jamaa anamposti kwamba Gave amekufa. Okay. Sikuamini, nilizani kama ni utani. Ule jamaa ilibidi amwandikie message kupitia ile status na bado tunaongea. Akamwambia kweti Gave amefariki. Kisha kukata hiyo apela ambayo tulikuwa nayo, nikakuta tayari wamesha posti kwenye mitandao ya kijamii. Ndo wakati ama ndo namna gisi nimepata message yake ya kifo. Umepokea aje taarifa Mr. Gave kufariki? Taarifa ya kifo kwa Mr. Gave ni lazima mimi kama vile kijana na kijana wa Uvira, na ukiangalia Uvira ni mji mdogo ambao tunajuana. Okay. Na ukiangalia mimi Avena ambao nimeishi yani ndo tupo mpaka na wa Mr. Gave. Tupo katemo ila Aveni tofauti. Ni brother ambao nilikuwa namuona anapita, namuona simplicity yake, ni lazima nijisi vibaya sana, ila basi kazi ya Mungu haina makosa, kila mwili utaonja mauti. Nimejisikia kini vibaya ila hamna jinsi, ila tumuombe kwa Mwenyezi Mungu apokee roho yake iende mahali pema peponi. Ndugu mtazamaji wa Dakika Media, tuko na ndugu yetu Mafrika na tulipenda kujua kwa ndugu yetu Mafrika, eski ulikuwa shabiki wa Mr. Gave? Nikisema kama nilikuwa shabiki wa Mr. Gave nitakuwa nakosea. Mimi sio shabiki wa muziki sana nyumbani kihivyo. Ndo hivyo. Kwa hapa nadhani kwa Dakika Media wewe ndio mtu wa mwisho ambaye tunafanza na wewe interview, kwa sababu tulikuwa mjini Kolwezi na tulishafanza interview na watu wengi. Hapa tuko mjini Manono, tunakutana na wewe ndio utafunga emission ya Dakika Media. Vizuri sana. Kuna baadhi ya mashabiki wa Mr. Gave na wasio mashabiki walitoa support kwa kuonesha hata kama sisi hatakuwa mashabiki wa Mr. Gave, tuna baadhi ya nyimbo zake ambazo tunazifahamu. Eski huko hata na wimbo mmoja wa Mr. Gave ambao unaofahamu? Nyimbo ipo, sababu mimi ni mtu ambaye nafuatilia mitandao. Naweza kuwa sipendi sana muziki wa nyumbani, lakini nikakutana na baadhi ya vitu nikasema verse 1 2 3 kuna nyimbo yake na mimi ndio nyimbo yake ya mwisho ama ya pili kabla hajafa. Ndugu mtazamaji wa Dakika Media, tuko na ndugu yetu Mafrika
anasema kuna baadhi, kwa sababu yeye ni mkaaji wa Uvira, alitoka sio muda sana, inaweza kuwa miaka 2 au 3 kwa mfano. Tulikuwa na hitaji, tunajua wewe sio msanii, utupe hata kapela ile maneno kidogo ya Mr. Gave ambayo ulikuwa unafahamu. Hamna tatizo, sijui maitamani verse yake, sababu kuna nyimbo ya Charge. Tatizo sio verse, ila tunataka tu wimbo ambao Mr. Gave aliimba amo, na wewe tusikie hata kadogo tu. Na ndo hapo nilitaka kuelezea kidogo. Charge niko nayo, si ndio vile? Sio nyimbo yake ya mwisho kama imepita kidogo. Hiyo ni ya sasa pili mwisho, kwa sababu ya mwisho aliposti. Vizuri sana. Yeye ameshafariki. Sasa amepiga remix na msanii mmoja wa Kapini. Sasa nilipenda verse ya yule jamaa. Sasa moja hiyo naweza sio shida ndugu yangu Mwafrika. Unaweza kupatia watu wa dakika moja wajisikie. Yaani nataka vile kama msanii, ila hamna tatizo, acha tubudurishe vijana. Ile verse inasema hivi, ububu franga budogo, ndogo na bafanya macho, siamini kikulacho. Kweli kinguoni mwa kela ine mwana wa inenu ngoma tole anena majalu takela ine mwana wa inenu ndugu mtazamaji wa Dakika Media, tuko na ndugu yetu Mwafrika mjini hapa na tumekutana naye, na yeye ni mtu wa mwisho ambaye tunafanza na interview kufuatana na msiba wa Mr. Gave. Baadhi ya watu wamecomment sana kusema tusikie maoni ya Wakongomani wanasema nini kuhusu kilio cha Mr. Gave. Na hapa tuko na ndugu yetu Mwafrika. Ndugu Mwafrika, unaweza kaambia nini jamaa ya ndugu yetu Mr. Gave na mashabiki wa Uvira na Kongo nzima kuhusu kilio cha Mr. Gave? Vizuri, kama gisi nimeongea tangu mwanzoni. Mr. Gave ni kijana kama vile sisi, na amna mjanja katika kifo. Na basi kikubwa sisi ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aipokee roho yake mahali pema peponi, lakini pia na sisi pia tujifunze, sababu sisi hatuko wa zaidi kuliko yeye. Tujifunze wapi tumekosea, kuandaa njia yetu. Kwa sisi Wakristo sisi tunasema kuandaa njia kwenda mbinguni. Yani tuangalie mambo gani mazuri ambayo yana faida yetu huko mbeleni. Lakini pia kwa familia ya Mr. Gave, naongelea familia ya ndani sababu sisi wote ni familia. Yani familia yake ambayo imemzaa, mama, shangazi, nini na wengine. Poleni sana. Najua ni kipindi kigumu sana, ila basi Mwenyezi Mungu awape nguvu. Ndugu mtazamaji wa Dakika Media, wewe unaweza kuwa mshabiki au mtu wote ambaye umeguswa na msiba wa Mr. Gave, Dakika Media nasema pole kwako na kwa papa Ehala Habwe, baba mzazi wa Mr. Gave, tunasema pole tena kwa msiba, na mama Josephine tunasema pole kwa msiba, na watu wote wakaaji wote wa mji wa Uvira tunasema pole kwa msiba. Sisi tulikuwa mjini Kolwezi na hapa tuko na ndugu yetu Mwafrika, tulishuka kumtazama kwa sababu tulijua. Huyo alikuwa mwandishi wetu Rabi OG kutoka Kolwezi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akituletea maoni ya wananchi na mashabiki kuhusu msiba wa msanii Gabriel Kabwe Kashindi, maarufu kama Mr. Gave au Mr. Savimbi. Mimi ni Debaba Amani, sura mpya, miguu ya zamani. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia Dakika Media. Tukutane tena katika taarifa nyingine za habari. Kwaheri kwa sasa.